Thank you for the opportunity. Tumeweza kufika hapa na tunaweza kuanza tena leo kipindi kingine. So leo tutakuwa na somo linalosema this is your season. Matendo sura ile ya kwanza mstari wa 38 mpaka 39, ya kwamba Daudi akiisha kumtumikia Mungu katika kizazi chake akafa. Hiyo ndio point ya msingi. Na unajua hili somo litawafaa sana vijana pia kuelewa ya kwamba hii ni season yao. Unajua nachotaka kusema ni kwamba kulikuwa na season za watu kadha wa kadha katika Biblia. Alikuweko Adam, kisha akafa. Akaja wakaendelea, Mungu akaendelea na kizazi, akaja Abel akafa, akaja Seti akafa, akaja Nuhu, Ibrahim, Isaac, Jacob. Mungu anaendelea. Walikuja mitume, manabii, wote wakafa. Lakini hao wote walizaliwa. Na wakati wanazaliwa, season ya Ibrahim ilikuwa ni season ya Ibrahim. Season ya Jacob ilikuwa ni ya Jacob. Season ya Yeremia ilikuwa ni season ya Yeremia. Season ya Isaya ilikuwa ni ya Isaya. Ezekiel ilikuwa ya Ezekiel. Sasa tufike mahali tuelewe, Mungu alikuwa anatembea na watu duniani. Na Mungu hana njia nyingine ya kufanya kazi akiwa duniani isipokuwa watu. So kwa nini nasema this is your season? Roho Mtakatifu, huwa napenda kuwaambia watu ya kwamba watu wanalala, si ndio? Lakini Roho Mtakatifu anaendelea kubaki. Ikiwa na maanisha wanaotumika kwenye makusudi wanaweza wakalala mauti, lakini makusudi bado yanabaki. So watu lazima wafahamu hiyo. Roho Mtakatifu anatumia watu kulingana season zao. Zikiisha inakuja season ya mwingine. Na ndio maana ilipofika season ya Yesu ikabidi Yohana Mbatizaji apungue. Lakini Yohana naye alikuwa na season yake. Ilipokuja ya Kristo yeye akapungua. Vivyo hivyo na kwa Elia. Season yake ilipofika mwisho Elisha akatake over. But the same Holy Spirit. Na ndio maana pia hata ilipokuja season ya mitume, kanisa lilipoanza, Kristo akachagua wanafunzi 12. Nao walikuwa wana season yao. Kanisa likaendelea, likasambaa Ulaya, likasambaa Middle East, likasambaa sehemu zote. Na sasa hivi liko mpaka Africa, all over the world. Bado Roho Mtakatifu yupo, ila season za watu ndo zinaenda zinafutika. Lakini Roho anabaki akitumia wale ambao season zao zimewadia. Na nipata vizuri. Kwa hiyo nilikuwa nataka niseme this is your season, nikiwa na maanisha nini? Kuzaliwa ni swala la kiroho. Hii naona watu wengi wafahamu. The fact that umezaliwa ni swala la kiroho. Tunaona jinsi ambavyo Mungu anatuonyesha kwenye Biblia. Wakati ambapo anataka kumuumba mwanadamu, unaona kabisa ni kama alitangaza ya kwamba tutamfanya mtu. Pale ni Mungu alikuwa ana announce kwamba kuna majira yatafika ninamuumba mwanadamu. So hiyo ni season yake. Na alipotaka kumuumba mwanadamu akamweka Adam. So ile ilikuwa ni season ya Adam. Baada ya Adam kulikuwa kuna season ya Abel, Cain, Seti na kuendelea. Lakini Mungu hao wote alikuwa anasafiri nao kulingana na season zao. Unajua nataka nifundishe hili somo ili watu wafike mahali watunze wakati. Watunze majira yao. Yani waheshimu yale maisha wanayoyaishi wakiwa duniani, ya kwamba haya ndo maisha yangu. This is my time. This is my season. Hiyo ni kitu cha msingi sana. Sasa unaona jinsi ambavyo hata wakati anataka kuzaliwa Musa, Mungu anatangaza kabisa ya kwamba kuna mtoto atazaliwa. Na wakazaliwa, na alivyozaliwa unaona watoto wa kiume wakataka wauawe wote pale. Anatafutwa yeye pale. Kwa sababu season yake inafika na Mungu anataka kutembea naye. Lakini pia tunaona hata wakati anataka kuzaliwa Samson, wanapokea ujumbe kutoka kwa malaika. Watapokea mtoto na masharti ya kufanya wanaambiwa. Hata wakati wa Yesu, hata Yohana Mbatizaji alipotaka kuzaliwa, tangazo linatokea. Sasa unajua Mungu anaweka insight baadhi ya watu kwenye Biblia ambao wanapozaliwa wanazaliwa kwa matangazo. Asingeweza kufanya hivyo kwa kila mtu. Nachotaka tu watu waelewe ni kwamba kila mtu anapozaliwa kuna tangazo la kiroho linalo tangazwa. Na nipata vizuri? Kwa hiyo hata wewe wakati unazaliwa, mbingu ilikuwa inatangaza. Hata kama wazazi wasiposikia. Kwa hiyo hata kama watu hawatalisikia ile tangazo, lakini kiuhalisia ya kwamba
Mungu anakuwa ametangaza ya kwamba hii ni season ya mtu fulani. Unajua watu wengi hawafahamu hiyo, hata wanafika mahala wanadhani ya kwamba wale watu kwenye Biblia walikuwa wana upekee fulani. Yes. Hapana, hawakuwa na upekee wowote. Kilichotokea pale ni kwamba utofauti wao na sisi ni kwamba wao waliandikwa. Na wewe unajua kwamba isingewezekana Mungu atuandike wote mle. Yes. Na Biblia inasema wazi kabisa, wao waliandikwa kusudi ilikuwa ni moja tu, tupate kujifunza. Ndio maana kuna mahali Yakobo anasema ile ya kwamba Elia alikuwa ni mtu kama sisi, mwenye tabia moja na sisi tu, lakini aliombea mvua ikafanyaje? Ikasimama. Ikiwa inamaanisha hakuna ambacho Elia alikuzidi. Ni mtu kama sisi, lakini that was his season. Unajua watu wengine wanaweza wakafikiri mitume pia walikuwa wana upekee sana. Eti kwa sababu walikaa na Yesu. Wewe unakuja kugundua hakuna watu ambao Kristo alikuwa anawakemea kama mitume wake. Sana. Kwa namna ambavyo walikuwa wanafanya vitu tofauti. Ile inatuonyesha kabisa ya kwamba pamoja na kukaa na Yesu, lakini bado kuna vitu ambavyo hawakuwa wamekamilika. Na tunaona Biblia, unajua ndio kitabu pekee kinachoonyesha watu uimara wao na udhaifu wao. Yeah. Lengo likiwa ni nini? Kutuonyesha sisi ya kwamba hawa sio kwamba walikuwa na upekee sana. Walikuwa na madhaifu haya ambayo na nyinyi mnayo, lakini pindi ilipofika nyakati zao Mungu kuwatumia, walikubali kutumika. Na ndio maana wanaekewa pale. Unamsoma David mfalme, lakini bado inaekwa story ya kwamba alitembea na mke wa mtu. Ile ni kukuonyesha he was a normal person katika ubinadamu wake. Ili usije ukafika mahali ukasema Daudi alikuwa hivi kwa sababu kuna mahali alikuwa na upekee kunizidi mimi. Hapana, ni Roho Mtakatifu ndiye anayebadilisha watu katika maisha yao. Kwa hiyo hili inatusaidia kukubali kutumika. Na ndio maana you need to respect. Lazima ufike mahali uheshimu season yako. Uruhusu Mungu akutumie. Na tusema hivi ili watu wafike mahali waelewe, wanatakiwa watumie season zao vizuri. Mungu hana mtu mwingine sasa hivi kutembea naye katika kukutumia isipokuwa ni wewe. Umenipata vizuri? Yeah. Sasa kwa sababu tumetambua ya kwamba season huwa inakuja na kwenda, lazima tutumie season zetu vizuri. Majira yetu vizuri. Ndio maana Biblia inasema hivi, niliposoma pale mwanzo kwenye kitabu cha Matendo ya kwamba Daudi akisha kumtumikia Mungu katika kizazi chake. Kile kilikuwa ni kizazi chake. David served God. So this is your generation. Lazima uache alama. Mungu aliporuhusu uingie kwenye tumbo la mama yako, ni kwamba alikuwa amehubiri au kutangaza ya kwamba this is your season. I'm going to use you in your generation. Yeah. Usiruhusu ufe bila kuacha alama kwenye generation yako. Kama mimi sasa hivi, this is my time. Huu ni muda wangu. Na mpaka sasa katika season yangu, tangu nimezaliwa, tayari kuna muda nimeshautumia. So the question inabaki kwako kwamba nikuulize ya kwamba umetumiaje majira yako mpaka sasa. Usiruhusu ibilisi au adui akuingizie vitu ambavyo vitakupotezea season yako. Lazima ufike mahali uyatumie majira vizuri, kwa sababu unajua yanakuja na kuondoka. Atatangazwa mwingine, atakuja kufanya jambo lingine. Na nimesema ni muhimu kwa vijana kwa sababu wakati mwingine vijana huwa wanaingiwa na hali fulani ya kudhani ya kwamba nitapokea Yesu, tamkabidhi Yesu maisha yangu labda wakati ambapo nazeeka. Yes. Kiwa mzee. Unajua ni trick ambayo ibilisi anaifanya kwa vijana. Na yote hii ni anataka wapoteze muda katika ile season. Yeah. Ukiangalia vizuri utakuja ugundue Mungu ana historia nzuri sana vijana katika kazi ya ufalme wake. Na ndio maana kuna mahali napenda Paulo alivyomwambia mtoto wake wa kiroho Timothy. Anamwambia kwamba mtu asiudharau ujana wako. Unajua ni statement ya kibabe sana. Yeah. Ni statement ambayo inampa jukumu Timotheo ya kwamba you are responsible. Unawajibika na kuutunza ujana wako. Ikiwa inamaanisha nini? Mtu yoyote atakaye kudisqualify kwamba haufai kutumika na Mungu kwa sababu ya ujana wako, mshughulikie mtu huyo. Usiruhusu maneno ya mtu huyo ya kuingia moyoni. Kama Mungu amependezwa na kukutumia wewe ukiwa bado kijana
hakuna mtu wa kuzuia hilo. Kwa the fact Mungu hajaudharau ujana wako, usiruhusu mwanadamu audharau ujana wako. So hii ni muhimu sana, kwa sababu inatuonyesha kabisa ya kwamba Mungu pia anatumia vijana. Na unajua kusoma Biblia vizuri, hata wakati Daudi anamuua Goliath, alikuwa na miaka 17. Dogo kabisa. So ukirudi nyuma alipopakwa mafuta, inaonekana alikuwa mdogo zaidi hapo sasa. Hata Biblia inasema alikuwa mdogo, mwekundu, mzuri. Lakini still bado Mungu aliweza kumchagua. Na akamuua Goliath akiwa na miaka 17. The same thing to Joseph the dreamer. Unaona kabisa Joseph anaota zile ndoto na anauzwa utumwani kuanza kuishi. Lakini angalia pia Kristo anakuja kuleta kazi ya Mungu duniani. Anakuja kuintroduce wokovu akiwa katika hali ya ujana. So usiruhusu mtu au dharau ujana wako. Unajua katika familia wanafurahia mtoto kazaliwa. That is it. Na unajua huwa napenda kueleza watu ya kwamba hakuna mtu mwenye kazi na watu duniani isipokuwa Mungu. Kwa hiyo wakati wazazi wanafurahia mtoto kazaliwa, lakini mbinguni Mungu anatangaza hilo ni kusudi nimelileta. Na sasa ni muhimu sana tukatumia vizuri season yetu. So sasa hivi Paulo hayupo, ni time ya nani? Time yako. Time yetu sisi. Petro hayupo, Andrea hayupo, Yohana Mbatizaji hayupo. This is our season. Mungu anatuamini sisi kuifanya kazi yake, ili tufike mahali sasa tuyatende makusudi ya Mungu. Na hii ni vizuri watu wakaielewa, ili wafike mahali wakubali wito ambao Mungu anawaitia. Unajua watu huwa wanafikiri, especially vijana. Na mimi nazungumza kwa sababu na mimi ni kijana. Kwamba kwa mfano mimi nilikuwa nakumbuka kabla sijaokoka nilikuwa nawaza mambo ya kuokoka haya, unaokoka afu tena unaanza kuwa unashangaa unaanza kuhubiri watu barabarani au ni nini. Yani watu huwa wanahusisha kusudi la Mungu lazima usimame kwenye madhabahu. Lakini tukumbuke hata unayemsema kwenye Matendo leo somo hapo Daudi kusudi la Mungu kwake ilikuwa ni nini? Yeye alikuwa ni mfalme. Alikuwa ni mwanasiasa. So that means ni kwamba kuna watu wako sehemu ambazo sio sehemu zao kwa sababu tu hawajataka kumpa Yesu maisha yao. Wanajikuta wao wanatafuta labda wanafanya biashara. Kumbe ndani Mungu aliweka kusudi la wanasiasa. Kumbe utakiwa kuwa mbunge. Katika ule ubunge kuna namna Mungu angekutumia. Katika waziri ambao Mungu amekuwekea kuna namna alitaka kukutumia. Au katika kuna watu wana act. Unakuta kweli Mungu ameweka kile kipawa cha kuact lakini ni kwa ajili yake. God has so many places to place people. Ni mpana. Na kwa sababu ya watu kuto kumuelewa, wamemwelewa kwa uchache. Hata wanafikiri sio mpana. Mungu amejinyumbulisha kwenye maeneo mengi. Leo unapoona kuna vitu haviendi sawa, let's say labda unaona bungeni kama ulivyosema wabunge. Kuna mtu anaweza akawa yuko nje ya bunge na anaona kuna kitu hakiko sawa ndani ya bunge. Lakini ulipaswa wewe pale. Exactly. Unapoona kuna mahali kuna matokeo mazuri, Mungu alikuwa anataka kila sehemu katika maisha ya mwanadamu kuwe na matokeo mazuri. Na hana njia nyingine isipokuwa ni kuwaweka wale watu waliowaandaa. So Mungu anapokuita katika kusudi, katika season yako ukiwa hapa duniani, amegawanya. Si lazima wote tuhubiri, si lazima wote tuwe wainjilisti. Hapana, Mungu anahitajika kila mahali. Kwa sababu unajua uzuri wa Mungu akiweko sehemu, hata walio waovu wanafurahia wema wa Mungu. Maana unaona mvua ikinyesha, mvua inaponyesha, hata mchawi anaifurahia. Jinsi Mungu ndivyo alivyo. Lakini pindi ambapo mahali ambako Mungu hatokuweko, madhara yanapotokea pale, hata mpagani ile madhara yatamuumiza tu. So sehemu kama TAKUKULU palihitajika wana wa Mungu pale. TRA palihitajika wana wa Mungu. Sehemu zote hizo tunataka ziwe perfect. Na Mungu ndo Mungu wa perfection. Mungu ndiye anaweza kuperfect hivyo vitu. Na hana njia nyingine Mungu ya yeye kwenda pale isipokuwa ni kuwaweka wale ambao amewapa season yao. Hata hii unaona wakati huu sasa hivi watu wanatumia nuclear. Kama watu wangejua ya kwamba Mungu amewapa season katika dunia hii ili wayatimize mapenzi yake, hiyo nuclear wale watu wangeweza kuitengeneza ikazalisha umeme. Ikana different use tofauti na hiyo ya uadui. Hata anayeuza mkaa. Ushaona wale wanaouza mkaa wakati mwingine mimi huwa nayaangalia yale makopo. Yale makopo unaona kabisa ya kwamba mtu anayapiga piga. Huwa anajiuliza kila mkoa nikienda kuta amepigwa pigwa. Hawa wamefundishwa na nani? Lakini kumbe lengo ni kumuibia anayenunua. So hata mfanya biashara wa mkaa anahitaji Roho Mtakatifu, anahitaji Mungu. Ajue haya ni majira yangu katika biashara yangu ya nini? Ya mkaa. So hata wafanya biashara Mungu anawahitaji pia.
ili tupate ile fair business, yani wewe upate na mimi nipate. Yes. Ya nini uchukue kopo la rangi unataka kuweka mkaa unaligonga gonga? So unaona kabisa ule ni uovu. So kila mahali Mungu anahitajika. Na Mungu anawataka sio tu wote wahubiri, hapana, everywhere. Everywhere watu wanahitajika. Hata trafiki mtu anaweza akawa ndo season yake. Yes, Mungu anataka awe kwenye jeshi la ulinzi. Exactly. Sasa huko nako Mungu anahitajika kwa sababu wanachokifanya ni kumlinda mwanadamu. Na mlinzi wa kwanza wa wanadamu ni Mungu mwenyewe. Kwa kama unataka kufanya kitu kwa ajili ya watu, unamtumikia Mungu. Kama wewe unauza mgahawa na unalisha watu, yes, maana yake wewe unamtumikia Mungu. Exactly. Kwa sababu unatunza afya za watu. Yes. So ukiwa na Mungu utapika chakula kizuri ili miili ya watu ikae vizuri. You need God katika kila eneo. So unaweza ukawa una restaurant yako na hoteli yako, you need God. Ni season yako kuonyesha ya kwamba hata katika eneo hili Mungu. Unaona wakati ule kanisa la kwanza lilipata wale wahitaji wajane. Do you remember? Yes. Yes, na unakumbuka kipindi kile palihitajika watu kugawa chakula. Yes. Na kanisa la kwanza lilipowachagua wale waliochaguliwa pale, I think ni kina Stefano, yes, Filipo na nini, walihitajika watu waliojaa roho. Yes. Kugawa tu chakula. Wewe unaona tukio unaenda kwenye masherehe, anegawa chakula. Yaani anakualua, anakuchagulia kipapatio, paja anaacha. Umpe nani? Kwa kumbe hata kugawa chakula tu inahitaji uwe na Mungu. Yes. Ile ndio ilikuwa inaonyesha ya kwamba we need God in everything. Katika kila eneo tunamhitaji Mungu. So pastor, technically ambacho nakisema ni kwamba ndio when tunapompata Mungu au mtu anapompata Mungu, si kwa ajili ya yeye kwenda mbinguni tu. Yani kwamba nimeokoka basi nina uzima wa milele, imeisha. Lakini kumbe kumpata Mungu au kuwa na Mungu mapema, sawa, inamsaidia mtu kuishi makusudi, yes, ambayo Mungu alimuandalia kabla ya kufika duniani. Kabisa. Yes, na tumeona hapo umetolea mfano wa mtu wa Mungu Daudi. Daudi alikuwa amepoteza identity yake. Alikuwa ni mchunga kondoo. Yes. Nafikiri hilo tumesoma wote katika Biblia. Lakini baada ya Mungu kumwambia Samueli kwamba aende kumwanoint kati ya wana wa Yese, kwamba pale kuna mmoja ni mfalme, Daudi akawa anayajua makusudi yake. Na ingetokea kwamba labda asingeyajua yale makusudi, pengine angekufa akiwa hayajui, akiwa mchungaji wa kondoo. Exactly. Unaona? Kwa hiyo kwa kusema hivyo ni kwamba kuna watu tunao katika maisha tunayoishi nao ambao kama yule anawaambia unamhitaji Mungu kwenye maisha yako, yeye anahisi kuhusu swala la uchungaji, anahisi kuhusu swala la uimbaji au kusimama pale madhabahuni. Wanashindwa kujua ya kwamba Mungu anaweza akawa na something more good zaidi ya kile anachokifanya, ambacho hakihusiani na uchungaji, ambacho hakihusiani na uimbaji, ambacho hakihusiani na swala lolote la kanisani au la madhabahuni, ambalo pengine ni kwenye uchumi, pengine ni kwenye siasa, pengine ni daktari, pengine ni jambo lolote lile, ni mambo ya decoration, popote pale ambako kazi zipo. Na Mungu akawa anataka afanye kile kitu kwa uweza wake na nguvu zake katika kiwango ambacho kila mtu akisikia basi masikio ya washi, aseme kabisa huyu Mungu alikuwa pamoja na huyu mtu. Yes. Na kwa kusema hivyo kuna watu ambao wataishi maisha yao yote kwa sababu hawakumkubali Mungu katika maisha yao. Wataishi maisha yao yote kuto kujua kusudi la Mungu katika maisha yao. Pengine wataenda mbinguni kama wale ambao wanakuambia nitaokoka nikiwa mzee. Yes, sawa, utaenda mbinguni. Lakini kuna kiwango cha maisha au kiwango cha utukufu wa Mungu ambacho ungetembea nacho kipindi una miaka 17 mpaka miaka hiyo 80 ambao unakaribia kwenda kaburini, ambacho ukukiishi. Na pengine ulilalamika ukasema maisha yangu yalijaa masikitiko, maisha yangu yalijaa huzuni, maisha yangu yalijaa njaa, maisha yangu watu walinikataa. Lakini
haukuwa mpango wa Mungu yale mambo ya kutokee, kwa sababu alikuwa ameshatoa solution ambayo ilikuwa ndani ya nini, ya kusudi alilo liweka. Yeah, kabisa. Yes, exactly. Yeah, unajua watu wengi hawaelewi hicho unachokisema. Ndio. Mungu sio dharura. Yeah, exactly. Nafikiri dhambi ndio ilileta hiyo shida, tukadhani Mungu ni dharura. Yes. Mungu na mwanadamu ni maisha. Yaani ile wakati mwingine unaona watu wanasema kuna top secret. Yaani mwanadamu na Mungu ilikuwa ni top secret, ndio mapenzi yake. Yes. Yaani ndo kusudi mama Mungu kuwa pamoja na wanadamu. Lakini sasa kwa sababu katikati dhambi ilitutenganisha, tulizoelea yale maisha tukadhani kuishi mbali na Mungu ndio chanzo, ndio mpango ulikuwa hivyo. Yes. Ni kama Mungu ndo ana intervene. No, dhambi ndio ili intervene. Yes. Ushirika wa Mungu na mtu. Mungu anarudisha kule. So Mungu sio dharura. Yes. Na unajua God need you more here than in heaven. Watu wengi hawajui hiyo. Watu wengi wanafikiri Mungu ni kwa ajili ya kwenda mbinguni. Knowing God is knowing yourself. Yes. Wewe ni nani kwa uharisi? Hatumhitaji Mungu kwa sababu ya tu uzima wa milele. Hiyo ni kitu ya mwisho. God needs you here. Yes. Kuliko mbinguni. Na anakuhitaji hapa kwa kusudi gani? Ndio hiyo tunatakiwa uelewe ili uweze kuishi vizuri season yako. Umeongea vizuri ya kwamba kuna watu bila kujua hiyo watakufa wakimtumia Mungu kama dharura. Dharura ya kwenda mbinguni. Na wanafika kule Mungu anawaambia, unajua ukutakiwa kuchunga kondoo. Utakiwa mfalme. Yes. You can imagine. Yes. Season ya David ilikuwa inamtambua he is a king. Yes. Lakini angalia kama mtu kama Petro, dunia imemtambulisha kama mvuvi. Kristo anakuja kumwambia no, wewe ni mtume. Yes. Na upendo ule mfano yule mwanamke Msamaria kwenye kisima, dunia ilimtambulisha kama kahaba. Kahaba ni mtu ambaye kuna familia zilikuwa zinalia kwa ajili yake. Kuna familia zilikuwa zinapitia mateso, watoto hawapati wanachokistahili kwa sababu yake yeye. Lakini imemsukuma akawa kahaba, lakini to God season yake hapa duniani, Mungu alikuwa anamtambua kama mwinjilisti, an evangelist. Samaria ikabadilika ikampokea Kristo kwa sababu yake. Vipi kuhusu Maria Magdalena? Ile kujibu ya wewe unaosema ya kwamba watu wote wanadhani wanaotakiwa wampokee Kristo ni kwa ajili ya kuhubiri. Maria Magdalena. Yesu anamtoa pepo 7. Lakini baadaye anatumika kwenye eneo gani? Basi kwenye uchumi tu. Kumtumikia tu Mungu kwa mavazi na mahitaji ya Yesu ya kimwili. Hiyo ndio ilikuwa purpose yake. Na ilikuwa ndo season yake. Glory be to God. Amen. Na unaona alipoitumikia season yake amekuwa well known. Kiasi kwamba unajua hata mume wake japokuwa tujamjua kwa jina, ilifahamika tu ya kwamba alikuwa ni kigogo serikalini. Lakini Maria Magdalena tulimjua kwa jina. Oh hallelujah. So lazima uishi vizuri kwa sisi. Unajua dunia haitamka asubuhi kuheshimu tu bila sababu. No. Uwezi ipata heshima kwa kuombewa au kufunga na kuomba. Watu hawakuheshimu hivi. Watu wanamheshimu anayetatua matatizo yao. Mungu anajua hiyo kitu na ameishikamanisha katika kusudi alilokupatia. So make the most, tumia vizuri muda wako ukitumika katika season yako vizuri. Maana Mungu amekupa huu ni wakati wako. Yaani watu waelewe hiyo. Yaani hivi ulivyozaliwa, yaani mbingu imetangaza hii ni muda wa Keni duniani. Utafika mahali utakwisha. Unakumbuka yule mwandishi mmoja aliandika ya kwamba watu wengi wanakufa wakiwa na miaka 25, wanazikwa wakiwa na miaka 70. You know, kwamba ukiacha kuishi katika kusudi lako, season yako yote unapotea. Maana ndoto nyingi zinafia kwenye miaka hiyo 25. So lazima tuwaeleze hilo vijana ili wafike mahali waelewe ya kwamba Mungu ni Mungu anayetunza muda. Na ndio maana Biblia inasema wazi kabisa, vitu vyote Kristo kaviokoa pale msalabani. Lakini muda ni kazi yako kuokoa. Biblia inasema ukomboeni wakati. Swala kukomboa wakati ni swala lako. Okoa majira yako. Wewe imagine mtu kama yule ambaye alikuwa na pepo jeshi. Kristo anakutana naye pale. Unaweza jiuliza ni kwa nini pepo jeshi? Unajua unaweza ona kama vile adui alimuonea sana. Ibilisi alimuonea sana yule mtu. Kufanya mapepo yote jeshi yakae. Na inaposema pepo jeshi na maana ni wengi. Unajua ukitafakari ukiangalia utagundua kitu kimoja. Season ya yule jamaa ilikuwa ni alete wokovu kwenye ule mji. Unajua adui ni kama alifahamu, niweke pepo wengi kwa huyu kwa sababu ndio anafunguza mji. Maana unakumbuka baada ya kuwa amehubiriwa injili
na ameogeshwa, ameveshwa nguo, unajua alimuomba Yesu amfuate. Kristo alijua majira yako wewe sasa hivi, this is your season to change the city. Na ulikuwa hapa kaburini kwa sababu adui alifahamu you have the keys for this city. Akamwambiaje? Nenda katika mji wako, kawaambie watu kile ambacho Mungu amekufanyia. Yes. Na alifanya vile. Nini kikatokea? Mji wote ukakubali kuhusu Kristo. Umenipata vizuri? So ikafungua mlango hata baadaye injili je ihubiriwe. So unaweza ukaona ni kwa namna gani ile ndio ilikuwa. So Kristo ni zaidi ya kukupa wokovu na uzima wa milele. Unajua hapa ndio tunatakiwa tueleze watu. Yaani wanatakiwa wampate Kristo sio kwa sababu ya kwenda mbinguni. Ni kwa sababu pia ya maisha yao. Knowing Jesus is knowing your life. Ni kujijua kiuhalisia wewe ni nani. Hiyo itawasaidia watu ili wapate kuzijua identity zao. Umenipata vizuri? Yes. Unajua nimekuwa na hawa watu wanaosema ya kwamba nina mambo yangu. Nafanya kwanza mambo yangu. Mungu baadaye. Unajua tuitafakari hii mambo yangu. Mambo yako ni yapi? Kisoma kitabu cha Yeremia kuna mali Mungu anasema ya kwamba aliifanya hii nchi, wanyama na binadamu, akawafanya, akawaweka. Hii dunia kuna aliyeiumba na sisi tunaokaa ametuumba. Yes. Ina maana dunia na sisi ni mambo ya mwingine. Sisi ni mambo ya Mungu. So sasa kama dunia ni mambo ya Mungu, unawezaje kuwa na mambo yako kwenye mambo ya Mungu? Maana sisi wenyewe ni mambo yake. Unajua watu wengi wanadhani kile ambacho Mungu amekuandalia kukifanya kinampa favor yeye. Watu wengi wanadhani hivyo. Yeah. Ya kwamba kile unachokifanya kinakwenda kumnufaisha nani? Mungu. Hapana. For David to be a king, ilikuwa kumnufaisha Mungu peke yake? No. Mungu anaokoa watu wake, anaongoza vile watu wake, lakini at the same time David ana enjoy life. Yes. Kulifanya kusudi ambalo Mungu amekuitia katika season yako ukiwa hapa duniani. Yeah. Linampa utukufu Mungu, lakini at the same time unaishi ukienjoy hapa. Yes. Na unajua watu hiyo hawafahamu. Ndio maana anasema nayajua mawazo ninayo wawazia. Ni mawazo mema, sio mabaya, kuwapa tumaini siku za mwisho. Kwa hiyo ni vizuri watu wakaelewa hiyo kwamba your life, maisha yako yameshikamanishwa na lile kusudi ambalo Mungu amekupatia katika specific season. Yes. Exactly. Season imekalkuletiwa. Yes. Tumia muda vizuri. Hata hii shida ya ajira, God knows about that. Unajua tunafikiri Mungu hajui hiyo. Ya kwamba kuna shida ya nini? Ya ajira. Unajua watu hawafahamu. Kama ukielewa na tukisoma vizuri Mungu alivyosafiri na watu, utakuja ugundue kitu kimoja. People should not search for jobs. They should search for purpose. Always purpose creates jobs. Watu wengi hawajui. Lakini vice versa, watu wana search for jobs. Ukishaona jobs mahali, kuna mtu amesave purpose. That is it. Umenipata vizuri? Na unajua purpose haiwezi kuwa replaced na technology. Haiwezi. Technology haiwezi chukua purpose. Unajua Mungu ni Mungu ambaye anauona mwisho. Umenipata vizuri? So alifahamu kutakuwa kuna shida ya unemployment. Na unajua sasa hii shida ya ajira inachanganya watu, na Mungu mara zote huwa anasubiria mpaka wachanganyikiwe ili aunyoshe mkono wake. Maana mkono mtu aliyechanganyikiwa ni rahisi kupokea msaada. Ndio maana hata wakati Petro anazama, Yesu alisubiri mpaka pata akaposema naangamia. Then Mungu then akauheshimu kwa sababu anajua ndo msaada. Kwa hiyo hali hiyo inawa attract watu kurudi kwenye purpose. Kwa sababu kwa mfano kama Joseph the Dreamer, yule unamreplace vipi? Unamreplace vipi Daniel? Huwezi. Unamreplace vipi Sauli? Huwezi. Au Moses unamreplace vipi? Mungu aliwawekea watu purposes ambazo ni lifetime. Zinaishi na hamna kitu kinaweza kureplace. Teknolojia haiwezi. So kama tunaona sasa hivi tatizo la unemployment, hiyo ni ishara ya kwamba watu wanayaacha makusudi. Mungu hana shida ya ajira. And by the way ana uchache. Ndio maana hata anasema ya kwamba mavuno ni mengi, ila watendakazi ndio serikali pekee ambayo haina watu wengi katika ajira zake.
Wakati serikali za dunia zinajaa na zinakosa watu wa kuajiri, yeye ana uchache. Nafasi ziko empty. Watu wanapaswa wafanye applications. Kwa unaona jinsi gani ambavyo Mungu ana uchache wa watenda kazi. Na unaposikia watenda kazi, it means purposes. Makusudi. Watu wameacha makusudi yao. Kwa ni muhimu sana watu wakaelewa, hasa vijana. Yes. So pastor, kuna kitu hapo umeongea na umekisema ya kwamba Mungu ana uchache wa ajira. Nikapelekwa kwenye mstari ule wa Mwanzo. Ile Mwanzo 2. Tukiona ya kwamba, tukirudi tu pale Mwanzo, tunaona ya kwamba Mungu alitengeneza dunia. Sawa, akamtengeneza mwanadamu na kila kitu ambacho kimo kwenye hii dunia. Na maandiko yanatuambia ya kwamba alipomtengeneza mtu kwa sura na mfano wake, na alipo mfanya kutoka katika mavumbi ya ardhi na kumpulizia pumzi ya uhai, Biblia inasema akapanda, akamweka kwenye ile bustani aliyoipanda ili aweze kuitunza na kufanyaje, na kuilima. Kwa hiyo Mungu ndiye ambaye anayajua makusudi au kazi aliyokuletea duniani. Yani katika kuumba kwake, Adamu hakuwa na hayo majibu kwamba nimeumbwa kwa ajili ya kazi gani, lakini Mungu alivyomuumba tu akamwambia kaa hapa. Kwa sababu alikuwa ameshaandaa mahali pa yeye kufanyia kazi. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa wanadamu wote. Mungu ameshaandaa mahali kwa ajili yao. Tukirudi pale Mwanzo, we see that. Tunaiona hiyo straightforward. Exactly. Yes. Dunia sasa hivi tunaita kujitafuta. Sasa tukifikiri kujitafuta ndio kutafuta pesa, kwamba mtu akipata pesa ndio amejipata. Wakati Yesu alisema kuna cha kutafuta, ila sio pesa. Tutafute kwanza ufalme wake, na tujue mapenzi yake. Huko ndio kujitafuta. Alafu kujipata ni kutumikia kusudi. Kwa hiyo ni vizuri sana watu wakaelewa hilo, ili waondokane na mifumo ya dunia inavyowatesa. Unajua Mungu ametufanya tuishi katika the highest level. Yani katika system yetu sisi ina operate katika mamlaka ya juu sana. Wakati wengine wanachanganyikiwa na mfumo wa dunia, sisi hatuko hapo. Sisi Mungu alishatuandalia kitu tangu mwanzo. Vitu ambavyo tunatakiwa tuenende navyo, na Mungu ameshatupatia. Ndio maana mtumishi kasema ya kwamba anaiona hiyo ya Mungu kumwekea mtu purpose tangu kwenye bustani ya Eden. So meeting Jesus, kukutana na Kristo, ni kukutana na kioo. Kioo ambacho kinakuonyesha kwa uhalisia wewe ni nani. So kama unataka kujijua wewe ni nani, you need to lazima umpate Kristo. Meet with Jesus. Mpokee Kristo. Kristo ni mbali tu kukupa uzima wa milele. He is showing wewe ni nani. Kitu ambacho wakati wote Ibilisi amekuwa akikifanyaje? Akikiondoa kwenye maisha ya watu. Na hii watu wafike mahali wafahamu hilo, ya kwamba purposes zina vita, kwa sababu ndizo ambazo ni uhalisia wetu. Na Mungu ndio anataka watu wafahamu hilo. Na ukishafahamu hilo, ina maana ya kwamba unaweza ukaishi maisha ya matokeo, lakini pia ya ridhiko. Unajua hawa watu wanaoamka asubuhi, watu wanawachanganya sana. Vile ulisema ya kwamba kujipata. Watu wanafikiri anapomuona mtu anaamka asubuhi kabla akamkoba, anakimbilia anaenda mjini, na usiku anarudi, and then wanakuacha wewe nyumbani. Unahisi wewe ndio umejipata. Unajua kuna watu wanaamka asubuhi wanaenda na wanarudi, lakini wamepotea. Si kila anayeenda na kurudi anajua anakoelekea. Biblia inasema wote wamepotea, alafu ikaenda mbali zaidi. Wanapotea kama kundi, habari inasema lakini wakapotea dabo mara mbili. Baadaye kila mtu akapotea na njia yake. Si kila anayeamka alfajiri asubuhi anaenda mahali amejipata. Hapana. Watu wanaenda huko searching for money. It's like kama watu wapendi kazi zao pasa. Yes. People hate their jobs. Lakini wanaamka asubuhi kwa sababu tu ya pesa. That is it. Na wakati Mungu alishayafanya maisha ni zaidi ya kutafuta pesa. Pesa ni mtumwa, si bwana. Lakini kuna watu pesa ni bwana, anawaamsha asubuhi sana. Sasa hicho ndicho ambacho watu waelewe. Kuna watu wanalala wanaamka mapema na wanalala late.
na inakuwa ni daily life, ni maisha ya kila siku, lakini wamepotea. Kujipata ni pale ambapo unapata kujua wewe kiuhalisi ni nani. Na hayo majibu anayo Kristo peke yake. Mbali na wokovu, Kristo anataka atufunulie sisi ni nani tukiwa hapa katika season zetu. Yes. Kristo ni zaidi ya wokovu tu. Kristo akisha kupa ile karama ya uzima wa milele, bado anakutaka hapa. Kwa sababu hana njia nyingine ya kufanya kazi zake. Wewe ni upendo wa Mungu ulio katika kutembea. You are God loves in action. Mungu anakutumia kuliveal himself ukiwa hapa kwa watu wengine. Find your purpose. Tumia vizuri season ambayo Mungu amekufanyaje? Amekupatia. Na ni vizuri sana pia ukatunza afya. Kwa sababu Mungu anakutaka ukiwa afya yako ikiwa sawa. Tunza vizuri afya yako. Biblia inasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo njema. Dhabihu manake nini? Unaukabidhi Mungu autumie. Kwa sababu gani? Mungu anakutaka ukiwa na afya nzuri. Yes. Anataka maini yawe vizuri. Usiharibu maini yako. Usiharibu mapafu yako. Yes. Tunza mwili vizuri. Pumzika, lala vizuri. Kwa sababu hana njia nyingine ya kukutumia ukiwa hapa isipokuwa ukiwa katika huo mwili. So ndio maana ni muhimu sana kumfahamu Mungu mapema. Na Mungu akikupa hiyo neema, usiichezee. Don't back it down. Usiitupe hiyo nafasi. Mungu, niliwahi waambia watu, ukiona Mungu amejifunua kwako katika nyakati fulani, anajua hakika kwa nini amejifunua kwa wakati huo. Ukiichezea hiyo neema, inawezekana usiurejeshe huo wakati. Yes. Menipata watu wa Mungu. Because that is very important. Watu waelewe ya kwamba this is my season. And I have to enjoy and live in full katika lile kusudi ambalo Mungu amenipatia. Hamna kusema kesho, ni leo. Unakumbuka ile story ya Yesu aliyosema kuhusu yule mtumwa mwema na yule mtumwa mpumbavu? Yes. Yeah, yule mwingine alisema ya kwamba anachelewa, anakawia. No. Utakiwi kuwa kama mtumwa mpumbavu aliyesema haji leo, huyu bado anachelewa sana. It's now. Kwa sababu hatujui Bwana anarudi lini. Kwa labda ifike tu mahali nafikiri kila mtu aelewe ya kwamba mambo ambayo Mungu ameandalia au amewaandalia watu wake ni kwa ajili ya faida ya watu hao. Yes. Kwa mfano leo mtu tuseme akilitumikia kusudi la Mungu sawa katika kizazi chake ni kwa ajili ya faida ya nani? Ni faida ya Mungu? Hapana. Ni faida ya kwako na wale watu. Wewe ukikataa, Mungu ana uwezo wa kumuinua mtu mwingine akatumikia lile kusudi kabisa. Yes. Kwa hiyo yani watambue ya kwamba ni kwa ajili ya faida yetu, sio kwa ajili ya faida ya Mungu. Hatumnufaishi Mungu, yeye ndo anatunufaisha sisi. Yes. Yes. That is very important. Very important. Yes. Kwa sababu kwa mfano kama nani angemfahamu Petro akiwa anavua samaki? Wavuvi ni wengi sana. Yes. Do you see? Yeah. Lakini purpose ilimu-identify. Yes. Na ikamdifferentiate, ikamtofautisha. Si ndivyo? Yes. Nani angemfahamu Mathayo akiwa mtoza ushuru? Luka akiwa daktari? Tusingewafahamu. Lakini punde walipotumika kwenye makusudi, tukamfahamu. Rahab, nani angemfahamu alivyokuwa kahaba? Lakini alipotumika tu kwa kusudi lake la kuwahifadhi wale wapelelezi, then tunamsoma. Si ni hivyo? So unajua watu wakati mwingine they search for fame. Mungu hawafanyi watu kuwa famous. Mungu anafanya watu kuwa great. And it's only purpose that will make you great. Yes. Exactly. Si ndivyo? Mungu anamwambia Ibrahim, I will make your name great. Na unajua hiyo ni line yetu pia. Sisi ni uzao wa Ibrahim. Kama sisi tumekuwa wa Kristo, basi ni uzao wa Ibrahim na warithi sawa sawa na ahadi. Ahadi mojawapo ya ambayo inatembea na line ya Ibrahim ni kutufanya kuwa wakuu. Yes. To make our names great. Yes. Ibrahim alikuwa great alipo serve purpose, father of nations. Bila hapo tusingemjua.
So lazima tufike mahali tuelewe hilo ya kwamba if you want to be great, search for your purpose. Na ni Kristo pekee ndiye anayeweza kukupa hiyo purpose. Joshua alitumika akiwa kijana mwenye nguvu na akaandikwa. So kama unataka kubaki kwenye mioyo ya watu, save your purpose. Na hapo ndiko ambako sasa ibilisi, unajua wakati mwingine purpose zilivyokaa kitu ambacho kina watrick sana watu, purpose haionyeshi pesa. Umeelewa vizuri Yes. Lakini ndani yake inayo pesa, inayo heshima, inayo hadhi, ina kila kitu. Maana watu wanataka vitu ambavyo vinaonyesha pesa, kwamba nitaweka hapa duka, nitaweka bidhaa, nitauza, mtu ataniletea pesa. Sasa wewe imagine mtu kama Joseph the Dreamer. Yeye ni mtafsiri wa ndoto. Do you see money pale? Mna pesa hapo. Nani unaona Suleiman anamuomba Mungu nini? Mungu anampa hekima. Do you see money there? Lakini unaona fedha ilifuata kusudi. Unajua watu wasielewa ni kwamba makusudi tayari yameshafadhiliwa na serikali ya mbinguni. If you serve your purpose, utaona tu wakati wote Mungu akiprovide. Maana Mungu ana provide project zake duniani. Na project zake anatumia watu. Watu wanapaswa wafahamu hiyo. Oh, hallelujah. So tukishafahamu hilo, tutashinda vita ambazo tunazipigana tukidhani ya kwamba tunatafuta. Kumbe tayari Mungu alishatuandalia tayari makusudi ya kuishi. Kwa vitu vya namna hiyo ni vitu vya msingi watu kuvielewa, ili waelewe kabisa. Ndio mtumishi hapo alipokuwa anasema ya kwamba wanadhani kufanya makusudi ni kama tunamsaidia Mungu. Unajua hiyo ilimletea shida pia Petro. Alipoona yule kijana alivyoambiwa auze kila kitu. Kumbe kukufuata wewe Yesu ni kupoteza kila kitu. Ninakuuliza swali moja, hilo jibu ndo litaamua. Niendelee na wewe au nirudi beach. Si unaona ile swali? Unajua ni baada tu yule tajiri kuondoka, aliyeambiwa uza mali zako ndo nifuate. Sasa hivi na sisi tulioamua tumeacha kila kitu. Tutapata nini sisi? Unajua ile ilikuwa swali la kimwili sana. Na unaona Yesu alivyolijibu alilijibu mwili na rohoni. Pande zote mbili. Kwamba kumsave Mungu, you get something here and even in heaven. Akamwambia mara 100 ulivyoviacha hapa na zaidi uzima wa nini? So ni tunaita nini? Ni double. You get double. So unaona akamueleza ya kwamba hapa utapata mara 100 zaidi na mbinguni uzima wa milele. So, likamtuliza nani? na pale Petro alitusaidia wengi. Of course. Alitusaidia wengi. Kwamba sasa okay Yesu anatuambia tukufuate wewe. Halafu sasa sisi tutapata nini? So Petro alitusaidia. Na unajua hatuna mfano hai wa mtu ambaye amewahi kumsave Mungu kwa pua. Kuhusu hilo pasa sasa. Kuna watu wanaogopa kumtumikia Mungu kwa sababu wamewaona watu wanaomtumikia Mungu, wanaonekana wanamtumikia Mungu. Lakini hali yao ni mbaya. Hao watu sio hapo. Yes, wapo. Unajua ninapenda huu mstari unaosema watu wangu wanaangamia sio kwa kukosa fedha, sio kwa sababu kuna shetani duniani. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kuna watu wanamtumikia Mungu kwa kukosa maarifa, bila wakiwa hawana maarifa. Umeona wana wa Israeli wakiwa jangwani, they lack nothing. Hawakuwa wanakosa chochote. Kitu pekee kilichowapungukia ni maarifa. Menipata vizuri. Hata wakati ambapo walipokuwa wanakosa maji, they have everything. Walikuwa wana kila kitu. Mpaka Mungu alikuwa pamoja nao. Lakini kitu pekee kilichokosa pale ni maarifa. Hata wakafika mahala wakashindwa kuweza kuyatumia maarifa. Na unajua Mungu hakuwa amewaacha, hata wao walikuwa wanasema Mungu ametuacha. Kwa sababu unakumbuka alikuwa visible mchana kwa wingu, usiku nguzo ya moto. Sasa walikuwa wanatoa wapi statement ya kusema Mungu amewaacha? Na lilikuwa ni tendo tu la kunyanyua shingo. Ni ufahamu. Maana walikuwa na uwezo wa kusema yes ni Q but we are with God. Mungu tuko hapa na umetuleta, hii ni plani yako. Tunakosaje maji hapa? Mungu angewa supply. Lakini kosa walifanya, walimkumbuka nani? Farao. Hiyo ndio ilikuwa mistake. Kuna watu ambao
Ni kweli kabisa. Katika safari yao ya kumtumikia Mungu, wanamtumikia Mungu katika hali ya ujinga. Wanalak so kwa sababu Mungu hajawapatia. Wanalak kwa sababu hawana maarifa. Nipata vizuri? Yes, 100%. Hivyo sasa. Kuna ni sawa sawa na kusema kwamba kuokoka hakukupi guarantee wewe kwamba ndio umefanikiwa na maisha. Yani ikimaanisha kwamba prosperity kwenye vitu vingine. Kuokoka ni guarantee kwamba umempokea Yesu. Una uzima wa milele, lakini pia una Roho Mtakatifu. Lakini unaweza kuwa na Roho Mtakatifu na usijue kumtumia. Na wanasema mwisho wa siku Mungu huwa anaangalia principles zake. Gospel ni kitu kikubwa sana. Wewe mwenyewe unatufundishaga kwamba Yesu ni kama mkate. Katika ule mkate una slices nyingi sana. Everything is provided. Kila kitu kiko provided. But manyo yetu ambao ni Biblia inaelezea kila kitu kwamba ukitaka kufanikiwa kiuchumi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Ukitaka kuwa mtu fulani, kila kitu kina sheria zake. So ndio kama unavyosema kwamba watu wanamtumikia Mungu kwa nguvu sana kujitesa kwa sababu tu una knowledge wana lack. Ndio maana wamuone Mungu akiprovide katika hizo sehemu. So nakumbuka Isaac wakati ambako imetokea njaa. Saitaka aondoke kwenye ule mji. Yes. Kama babake. Maana alitaka kufuata experience ya babake. No. Usiondoke hapa. Usikalili mambo. Mimi ni Mungu ambaye uwezo kuni predict. Stay here. Alipokaa pale, nimwambia wewe panda. So unanielewa vizuri? So kwa nini alimwambia apande? Kwa sababu niliwahi fundisha watu somo linasema catch your fish. Wakati ambapo Yesu anataka kulipa kodi, si ndio? Unakumbuka pale? Alimtuma Petro. Hakumtuma Luka. Alimtuma Petro. Unaweza ukajua kwa nini? Mvuvi ana skills ambayo ingeweza mfanya yeye catch yule fish, si ndio? Alafu alete ile fedha inayopatikana kwa yule samaki. Ikiwa inamaanisha when God want to bless you, kuna skill ambayo amekupa, atazitumia hizo ili kuonyesha. Unajua baraka zinahitaji mahali pa kumanifest. Yes. Mungu akishasema amekubariki kwa sababu wewe ni mzao wa Ibrahim, blessing are there. Lakini blessing ili zimanifest katika ulimwengu wa mwili, they need somewhere to be revealed. Kuna channel inatakiwa zipite ili sasa zifanyaje? Zidhihirike. Ndio maana unaona wakati mwingine kwa sababu karama bule, mpagani ataweka hapo genge la nyanya. Watu watahitaji nyanya kwa sababu wanataka wakatengeneze mchuzi. Mwana wa Mungu yeye anateka anga. Unateka anga ili ndege zigongane. Unateka ardhi. Mungu anamwambia Isaac panda, akiwa anajua kabisa ya kwamba Isaac alikuwa ana knowledge, ana skills ya kupanda. Na alifanya vile. Then Mungu akasema okay, umenipa mahali sasa pa ku-express, pa kuifanya ile baraka nilokubariki nayo kutoka kwa baba yako imanifest kupitia shamba. So aliyepanda ni nani? Ni Isaac. Lakini aliyebariki ni Mungu. Maana baraka imepata mahali pa kuweza kumanifest. Wana wa Mungu wanatakiwa wamiliki. Tangu mwanzo Mungu alitaka wana wa Mungu wamiliki. Baraka ni kumiliki, na unamiliki mwilini. Na Mungu anaanzia wapi? Anaanzia kwenye ile skills ambayo tayari unayo. Katika safari ya maisha Mungu atahakikisha tu kuna mahali anakupa ujuzi. Maana anajua kupitia huo ujuzi atautumia sehemu. Ndivyo anavyofanya. Unajua safari yako maisha tangu unazaliwa, God is in control. Hata kama ulikuwa umjui. Maana alisema wakati ule anakuambia hata ambapo walikuwa wananitafuta yapo kwa kufanyaje? Kwa kupapasa, lakini Mungu alikuweko. Alikuwa hapo. So kwenye maisha kuna mahali Mungu ataweka kitu ambacho yeye kitakuwa ni chanzo cha yeye kuweza kuifunua ile baraka ambayo alikubariki. So these people wanamtumikia Mungu wakiwa hawana maarifa kumhusu. Wanashughulika sana na masuala ya nini? Unaona hata Paul alifahamu. Naenda kuhubiri Injili. Korinto haitoi chochote. Ni mji wa kibiashara, watu wagumu hujawahi ona. Nafanya nini hapa? Ninayo skills ya kutengeneza nini? Hizo tent. Matent. So Mungu akatumia skills ile akaibariki. Akapata fedha kwa ajili ya kusponsor nini? Safari yake ya Injili. Mpaka pale alipoona kanisa sasa linaanza kumhudumia. So usikae tu ukasema ukafikiri Mungu atashusha fuko la nini? No. Mungu hayuko namna hiyo. Wow, glory to God. Amen. Wow, I'm blessed. That is it. Wow, ni mwema. Wow, tunamshukuru Pastor. I'm sure kwa watu ambao umesikia
kuna kitu ambacho watakipata. Kwamba wapo kipindi hichi, wamezaliwa kipindi hichi for a reason. Haujazaliwa tu for yani, si tu kwamba kule mbinguni kuna mafurushi ya watoto Mungu ana nenda. Hapana, ni kwamba kila kitu amecalculate. Tanzania, Mwanza, sehemu fulani kuna mtu ambaye namleta hapo kwa ajili ya kitu fulani fulani. Kuna mtu nilikuwa naongea naye juzi, nikamuuliza swali. Nikamuuliza hivi bro, unajua kwa nini umezaliwa? Nilimuuliza hiyo swali. Kwa sababu nikamuuliza wewe una imani gani? Akasema mimi ni Mkristo. Okay. Unajua kwa nini umezaliwa? Kwa nini umekuja duniani? Do you know why? Alishindwa kujibu hilo swali. Na sikushangaa kwa sababu watu wengi hawajui. Lakini kitu kingine nikamwambia ni kwamba haujui kwa sababu hujawahi kuuliza. Biblia inasema kwamba you have not because you ask not. Hujui kwa sababu hujawahi hata siku moja and imagine pastor, how perfect. Yaani kwamba mtu toka amezaliwa duniani. Sawa? Anafikisha miaka 30. Not even once. Alishai kukaa akafikiri hivi. Kwa nini niko hapa? Imagine. Very true. Imagine ni kwamba mtu hujawahi hata siku moja kusema wait a minute, hivi kwa nini niko hapa? Maana kuna kitu lazima nitakuwa nacho cha kufanya. But adui anatufanya watu wa busy sana kwa kutokuuliza swali ambalo ni muhimu sana, kwamba why am I here? So hii pasta umetunani kwa sababu kuna mtu sasa hivi atapata majibu ya maswali yake. Kuna mtu sasa hivi yuko busy kutengeneza CV. Hatusemi kwamba kazi ni mbaya, but what is the season? Je, Mungu ametaka kipindi hicho uajiliwe? Au maana kila kitu kina season yake. Kuna kipindi Mungu anataka usiajiliwe. Mimi kuna kipindi pasa nakumbuka tafuta kazi for 5 years. Kabisa. Lakini baadaye nikuja nikaacha kutafuta kwa sababu nikajua kabisa okay, Mungu anataka nikae nianze kumsikiliza, nijifunze. Hiyo ndio hivyo kwamba okay, wewe una kazi. Wakati una kazi, je, unajua Mungu amekuita kufanya nini? Kwa sababu yawezekana hiyo kazi yako ni msaada katika ile kusudi ambalo Mungu. Lakini watu wengi sasa wanaishia pale kwenye kazi, wamefika. Mimi wanasema kwamba ajira is not the end, ila it's a means. Sio mwisho, ila ni njia ambayo Mungu amekupa sasa kwa ajili ya kula ambako unakwenda. Shida watu wanaishia kwenye means. Afu ndo wameishia hapo. Mwisho wa siku they are depressed, hawana furaha, wapendi kile wanachokifanya because they just have to. Fiti, kama unachokuongezea. Mimi sina kusema pase cha kuongezea. Lakini alikuwa anazungumza hapo pastor akasema hivi ya kwamba kuna skills ambazo Mungu amewapa watu. Amewapa watu, na hizo skills kwa mfano akamtolea mfano Paulo. Akasema alienda kwenye ule mji akajua kwamba huku ni mji wa kibiashara, akatengeneza matenti akauza. So ikanileta kwenye ile andiko ambalo nasema Mungu atabariki kazi za mikono. You see? Kwa hiyo kuna kazi ambayo unaweza ukawa unaifanya, lakini Mungu ana yeye ndio ambaye anafanyaje, anaifanya kuibariki. Sawa? Kwa hiyo kama hauna Mungu, then hizo baraka zitafuatana na hiyo kazi. Na kile kitu ambacho alikuwa anasema kuhusu Yakobo alivyotaka kuhama, Mungu akamwambia kwamba afanyaje, apande pale. You see? Lakini utofauti sasa ambacho sasa ndo lengo zaidi pia la kufahamu ni kwamba kulikuwa kuna ushirika kati ya Yakobo, kati ya Isaac pamoja na nani? Na Mungu. You see? Na pia kulikuwa kuna ushirika kati ya Paulo na nani? Na Mungu. Ndo maana wakao wapo kwenye nafasi ya kumsikia Mungu anasema nini kuhusu nini? Kuhusu mahali walipo, kazi gani wanaweza wakafanya. Zile skills walizonazo wanaweza wakazitumia na Mungu akafanyaje, akazibariki. Sawa? Kwa hiyo hapo inakurudisha kwenye ile ya kwamba hata kama una kazi uwe na Mungu. Kwa sababu Mungu anazibariki hizo kazi, kwamba kuwa kuna ushirika kati ya wewe na Mungu, ili ya kwamba usitumie nguvu, usitumie jasho, ukafikiria sana. You have God. Yeye ndo ambaye anafanyaje, anakusaidia. Na kitu kingine ni kwamba watu hawajajua kitu kimoja, ni kwamba
Mungu anajishughulisha sana na mambo yetu kabisa. Yani Mungu, na Biblia inasema hivyo, iko wazi kabisa kwamba Mungu anajishughulisha sana na mambo yetu. You see, yani is taking care of kile unachokula, sawa, pale unapolala, sawa, njia unayopita. Kwani ni wangapi ambao wanashuhuda kwamba yani nilikuwa sijaliona lile gari, afu utasikia kama Mungu nikageuka nyuma nikaliona, nikaruka pembeni. Sio kama Mungu, ni Mungu ndio ambaye amefanyaje, kwa sababu yeye anajali sana. Na katika dunia hii tujue kwamba Mungu anatujali sana zaidi ya vile tunavyofikiria. Kwa hiyo kama anajishughulisha sana na mambo yetu, tusije tukaona uzito wa kumshirikisha katika mambo ya kila siku tunayoyafanya. Yes, kama ni kazini, yes, mshirikishe, mwambie Mungu tunaenda wote kazini. Yes, kama ni biashara, mwambie Mungu twende wote pale, ni dukani kwangu, ni wapi, fika pale, fanya maombi, omba, fungua ofisi yako, endelea, kwa sababu hivyo ndivyo ambavyo unajenga ushirika, hivyo ndivyo ambavyo Mungu anavyopata nafasi katika maisha ya mwanadamu. Na tukifungua katika Biblia utagundua kwamba mwanadamu hakuumbwa kukaa mbali na Mungu kabisa. Hilo iliko obvious katika Mwanzo tu kwamba mwanadamu hakuumbwa kukaa mbali na nani? Na Mungu. Kwa sababu Biblia inaonyesha kabisa ya kwamba wakati wa kupunga jua Mungu alikuwa akija kumtembelea Adamu na mkewe. Kwa hiyo kulikuwa kuna ushirika pale, every day Mungu alikuwa wakati wa jioni anakuja. Kwa hiyo hakuumbwa kukaa mbali na nani? Na Mungu. Ndio maana mambo mengi tunakuwa tunapata shida kwa sababu ya huo umbali ambao upo, na Kristo ndicho ambacho alikuja kukifanyaje? Kukitengeneza. Sawa, ndio maana akasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba pasipo njia mimi. You see? Kwa hiyo mimi kama ni kuongezea ni hilo tu, na ni kushukuru pastor, na nimshukuru mtumishi wa Mungu hapa, yes, kwa nafasi hii. Yes, Mungu awabariki. Amen. Nafikiri pastor tumemaliza. Yes, unajua no free time in the kingdom of God. 100%. Kile ambacho umesema kuhusu watu kukosa muda, kama vile ambavyo unasema for 5 years ulikuwa unatafuta kazi. No free time in the kingdom of God. Ukiona Mungu amekupa time kwa ajili, amekupa time kwamba huna mambo mengi ya kufanya. Unajua watu wamekuwa kitafsiri muda ambao Mungu anawaita waende nyikani. Naposema nyikani au jangwani, namaanisha anapowaita wawe karibu yake, awatenge ili awasemeshe kuhusu maisha yao. Ule wakati ndio watu huwa wanatafsiri ya kwamba anapitia kukosa kazi, hana majukumu, hana shughuli. Anatafsiri yeye hivyo, lakini pia hata na wanaomzunguka. No. Kumbe Mungu hana free time. Hata muda ambao anakupunguzia majukumu ni muda ambao alikuwa anataka akutenge, akuite ili akusemeshe. Inawezekana ni 5 years, 3 years, yeye anavyojua kulingana na ukubwa wa kusudi alilokupatia. Lakini baada ya kutoka pale hautakuwa yule tena. Kristo alifanya hivyo pia. Yohana Mbatizaji alikuwa hivyo pia. Nani pia wakati anaua Musa, anaenda kule, anaenda mpaka anafika mahala from loyal family mpaka kwenda kuwa mchunga kondoo. Hiyo ndio njia ambayo Mungu alitumia kumtenga na vitu vya kifalme, kwa sababu alikuwa anajua ni ukiwa umezungukwa na vitu hivi sitapata attention yako. So wakati mwingine Mungu anapotaka ku draw your attention anasitisha baadhi ya vitu. So ukiwa kwenye nyakati kama hiyo and you have God, usitafsiri vibaya. Mifungo mingi, no, muulize Mungu. Hii kuna kitu hapa naona unanitafuta, unataka kusema na mimi. Kwa nini usitafsiri hivyo? Kwa sababu baada ya pale, haleluya, utatoka ukiwa mtu mwingine kabisa. 100%. Lakini watu wengi sasa hiyo time ikifika bado hawajui hayo ni majira ya Mungu amewatenga. Anaendelea kujiwekea vitu vingi, kama vile alivyosema mtumishi wa Mungu ya kwamba Mungu anajishughulisha sana na mambo yetu. Sasa cha ajabu ni kwamba wakati yeye anajishughulisha na mambo yetu, sisi nasi tunakutana naye huko kwenye kujishughulisha. Yaani Mungu anashughulika na sisi tunaungana naye kwenye kushughulika. Na unajua hapo itabidi mmoja akae pembeni. Na mara zote Mungu anakaa pembeni. Okay, najishughulisha na wewe unashughulika. Hapo ndipo unafika mahali mtu anachoka na hata
anafika mala hatojua umaana wa maisha. So God is good. Amen. Tunamshukuru kwa nafasi hii. Yes. Na naamini kuna jinsi ambavyo Mungu atakwenda kuwafungua na kuwaponya watu kuhusu jambo hili. Oh, yes. Mungu akubariki sana kwa kuweza kutualika katika kipindi hiki. Amen. Amen. It's a blessing.